Hakukwe kumoroma yabie. Nanda kurenga mfuruliza kwinja. Kuna na uvo mundu wafinja winja wanikali ye. Koshkuri kufinja. Na inatubera nje yote. Bwana Yesu asifiwe. Acha sasa tuangalie ekilibra ya Biblia kwa dakika chache. Weka hivi vitu. Tunaenda kwanza kwa wazazi na watoto. Msinipige leo. Sija hapa siogopi hata mtu ananiangalia sana. Tunataingia majiwe. Biblia inasema hivi. Waefeso 6:1. Enyi watoto, amen. Mbona msemi tena? Mlinyosha wengi, sauti ni kidogo. Watoto, amen. Amen. Enyi watoto, watiini wazazi wenu. Na mimi nawaambia, inaendelea pale, mheshimu baba yako na mama yako, kwa maana hii amri tu ndio iko na ahadi ya kwamba ukiheshimu baba na mama siku zako zinaongezeka. Simseme amen. Sasa kwa ile andiko bazazi wanajifunaka na kumalipete watoto, anakupigia kumazegere, usiseme hata wewe unataka tukana utako sana kuteleniwa. Anakutukana mzazi kwa ruhusa ya kutukana mtoto. Yote mtoto asiseme haukusoma maandiko. Fere kwenye nilikosea. Sita waloga wanitizi, lakini nawaambia ukweli wa maandiko. Kama Biblia inasema enyi wazazi, hata enyi watoto watiini. Kutinjo ni obey. Hapana, ni zaidi ya kukenga. Kukenga ndio kuheshimia. Kuobeile kwa kurumikira. Ndio zaidi ya ndio zaidi ya kuheshimia. Bakisema mtu ananitii, maana yake atomwambia ingia mwesane siingia amaliza siku 3. Lakini mwenyewe anakuheshimia na sikwambia mimi nakuheshimia papa lakini sitaweza. Lakini kutii égale obéissance sans pourtant demander bila kuuliza juu ya nini. Ndio unatii bila kuuliza manyani kutuma juu ya nini. Tosha ndo frère. Bila kumuuliza utaibeba kuulisha inyangola tu. Ndio kama anaita kutii. Wewe niletea cigarette. Wewe unaniambia kama kanisa zetu hizo tena. Maki pale unaishia lakini hautii. Kutii maana yake ni kukamata na unaenda mara moja. Sasa saa yenyewe mlibakia pale, wazazi wakaanza lainia watoto na laana semia sitawapata. Sasa njoo Mungu ekilibrele andiko akaleta Waefeso 6:4. Inasema nini? Nanyi akina baba msiwachokoze watoto. Bwana nisemeshe. Amen. Nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maono ya Bwana. Amen. Pata mwanzo mkono mwambie unachokoza watoto kishona balainia. Niko mamukwe usikona nisemea yako mimi nilikuzalia kama mwanaume lazima kwenda nifanyie hiyo. Ukwenda mtukana kisha kwenda kupatia juu ya nini? Tunawaonea tu. Na mimi nisema hivi, kila mtu ashike yake andiko, usibebeshe mwenzako mzigo. Kama Mungu anasema watoto watii, wazazi na nyie msiwachokoze watoto, lakini waleeni katika maadili na maono ya Bwana. Wale Yesu waseme amen. Ile ndio kufanya ekilibre katika maisha. Mara pili, viongozi
viongozi na watumishi. Waefeso 6 mstari wake wa 5 mpaka 7 inasema, enyi watumwa watini wale wanaowaongoza. Na sisi viongozi tunajionaka sana. Mungu atuhurumie. Lakini haiko wote. Mbona mnaangalia chini? Maana tu mwenzako kisha kuwa kuongozwa, maana yake tunjo ati wewe usifanye kitu. Ukamjiriko kuna nonze, ocherwe arabgande. Yeye acherwa umuliwe akili wake. Tusikiane huruma. Kama viongozi hawezi kwa mfano, injili inaharibika. Baki kama tulete viatu mbili mkanisa tu ya matope. Haiko ndio mnapasha anziwa kule. Ni sisi viongozi, baadaye mnashika, asiyeshika ni mkosa adabu. Lakini miskina ni matope. Mina wingiana humu. Wesona vikuyana, tosha viyaka. Ni kunionea. Lakini mabwana, nanyi musiwachokoze wala kuwaogofya, huku mkijua ya kwamba yeye Bwana wao na ndiye Bwana yenu aliye mbinguni. Asifiwe Bwana Yesu. Ni Bwana sema asifiwe Bwana Yesu. Kamata kitu. Nimalizia. Wanaume amen. Wamama amen. Wamama ndio wanasema sana. Wamama amen. Wanaume amen. Andiko yenu kama tadawa Waefeso 5:12. Enyi wanawake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha familia, yani cha mke wake, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Mavichwa zote zenye zikomu zishangilie Bwana Yesu kwa makofi. Na nyinyi mama mnatuibia. Mama mnatuibia. Hamna dua kushangilia pale. Vichwa vishangilie Bwana Yesu kwa makofi. Na hata kaandiko Bisansi njoke nyeka napiga kama wanamke. Kila mwenye anapenda kumalitrete bibi yake, kama ni Mkristo, aka kaandiko njo anampiga kama mizo kichwa. C'est moi les chefs. Nikisema hawana kusema. Nikideside niko kama simba. Hapa ni kwangu Bwana. Je suis responsable de chez moi. Nokipenda wende. Baba kazi bati nugiri. Hii mtijami. Papa, uko mchokozi vile gani? Lakini asante Mungu ndio anakupatia leo. Lakini tutakusikia pale chini. Sasa Mungu anatafuta kwa ekilibre ile maandiko. Anaongeza Waefeso 5:12. Patia puissance microphone. Sikia. Bana mke wanabambia mfanye nini? Mbona mko hapa? Wamama wanasema nini? Mtii waume zenu. Kuko wengine wanaongeza. Wanaongeza tu nini?
Kutii kama vile Yesu, kama vile kutii Bwana wetu Yesu. Mwisho. Sikia sasa muziki yenyewe anapatia richo. Njoo ajijue mzuri yenyewe kwamo. Waefeso 5:25 inasema hivi. Inasemaje? Enyi wanaume, wapendeni wake zenu. Rudilia. Enyi waume. Uko nasoma saa mtu sasa kwenda ngoromo. Twende. Enyi waume. Voilà. Wapendeni wake zenu. Wapendeni wake zenu. Kama Kristo naye alivyopenda kanisa. Rudi, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Alivyolipenda kanisa. Akajitoa kwa ajili yake. Bali chambia wa mama batii tu na Biblia kajifichika. Njoo anasema wanatupatia kwa. Kumbe Paulo Mungu anamtuma ile tunyang'anya mamlaka yote pale chini. Kwa Paulo Mungu alikwambia uambie wa mama batii tu, lakini shie mnatupa hii mzigo. Baba tunatesekea huku. Akajitoa kwa ajili yake. Kwa ajili yake. Mwanaume anapaswa kujitoa kwa ajili ya nani? Twende. Ili makusudi alitakase na kulisafisha. Mkawara susega olukera batuze. Aisafishe kwa maji katika neno. Aisafishe sulinyebye. Alikufa kwa ajili ya mke wake kusudi amsafi. Twende. Apate kujiletea kanisa tukufu. Sasa wakati atakuwa amelisafisha, njoo wakati atajiletea utukufu. Nilimwambia mafundisho za zamani, mwanaume anayetunza mke wake anajitunza yeye mwenyewe, maana utukufu yenyewe mwanamke atapata itarudia kwa bwanake mwenyewe alimsukuru. Ulishamaliza mbelefu? Hapa. Twende. Lisilo na hila, lisikuwe na hila, wala kunyanzi, wala uchafu, wala lolote kama hayo. Ndiyo. Bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Amen. Amen. Hapa uendelee. 28 vivyo hivyo, twende. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda. Inapasa waume nao kuwapenda wake zao. Twende kuwapenda. Twende. Kama miili yao. Yesu unanipenda papa. Nyanjo upende mama. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Kama uko na pekenyano hivi na bibi yako iko na kufa na njaa, wewe haufanye kiume. Nikwambie kitu, hauna dua ya utiifu. Biblia kwa haki ya kukuheshimia kama huwezi kumpenda na kumshukuru, lakini pia unamsafisha. Hauna dua. Hauna dua. Oliruhusu akone wabederera ngatitege kwa kiwa aliyakudura utega mwili wa mtu, kisha wako nasema niko kichwa, hauko kichwa, uko kiwiliwili sana. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, kwa sababu sogea hakuna 29. Hakuna kwenye mtu anajichukia kokote. Njoe. Si wakawa wa mofi. Atona kwa mrefu. Atopa wa kidogo saule. Ndugu mwenye stasema wakule vile nchi jirani. Hata kama unakuwa na macho ya kutomoka. Atona kwa na miguru ya bigashari. Hakuna nafasi kwenye anajichukia kawe. Sasa vivyo hivyo Biblia inakurekomande ili kwamba ukue kichwa, ili kwamba mke wako akutii, inabidi na wewe kila nafasi kwake uipende na usimchukie kwa lolote, kwa madhaifu yake.
huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa. Amen. Baki hapa. Tuko pamoja? Kama uko pembeni ya mwanaume muulize, esko koshindani na kukengwa sasa? Komona. Twende Wakorintho wa kwanza 13. Biblia inasema wanaume wapende. Nini njoo iko upendo? Korinthia 13. Nini njoo iko upendo? Tuanzie kwa ile 4 yake. No. Korinthia 13 ndio alikuwa anasema 4 yake hadi 8. Wakorintho wa kwanza sura zake 13 na mstari wa 4. Mheshimiwa baba yangu nataka nimalize. Upendo uvumilia. Sikia. Kama utapenda mama, kwa maana wanamke hawapendake. Mungu alishakabashiba sana. Hamkuwake hata na mwe mnapendaka. Mnapendaka mifuko ya wanaume na mnapenda wenyewe ambali navyo, lakini mazingira basi mimi nasema hamwezi penda maana hakuna. Mbona mnaniambia ninafundisha mafundisho ya couple? Nataka niseme hivi, kanisa yenyewe haiko kama couple za mzuri imekufa. Couple za mzuri zikuwa mkanisa, kanisa inakuwa bie. Papa kikuwa bie, mama anakuwa bie, watoto wanakuwa bie, kanisa linakuwa bie. Siwezi ombea baba yangu mheshimiwa aseme aongoze kanisa ya makuple zenye zinapiganaka. Anateseka kichwa, anaweza kuwa tension. Kama Mungu anapenda abariki ba viongozi, abapatie ba mama ba mzuri, baba mzuri, maana kanisa utakuwa naona ina watu bie. Twende tutoe mbuzi, msema anaitosha kwake juu na watoto yake wanaitika na mama. Asa kama mwani temwe de Jehova tungekula hii mbuzi hapa. Couple jokazi. Sasa mwanamke ati, mwanaume apende. Sio tunasema wanawake hawapendaki, lakini wanaume wanapendaki. Sasa nini tena fichwa upendo? Upendo uvumilia. Twende. Hufadhili. Upendo inahurumiaka. Kama unasema uko baba, mwenyewe atakuwa na timu wako. Lazima upendo wako ubebe hivi vitu. Ya kwanza uvumilivu. Wewe pekee wanakuvumilia lakini hauvumilia yake mwingine. Nilikuwa nafundisha mama siku ya 3 nikasema kitu cha ajabu. Sikia nikwambie, mkikosa kuzala katika nyumba yenu, haiko bibi yako ndio atakuwa anapiga mume mikuki. Haiko yeye pekee ndio anazala. Na ndio mwanaanza omba huruma. Papa, unihurumie vraiment. Akurumie kwa nini? Ulifanya dhambi gani? Sasa basi ulimkataza. Nataka nisale bafie, nataka nisale bafie. Nani walikataza? Mimi nijitoa kwa ajili yako. Sasa wewe kabla washinda mikale. Wane zama kambo ya ngulu, yani kama Mungu anafungula neema ukali. Ili ndio mizani sawa sawa, vipimo vilivyo sawa sawa vya Biblia. Biblia ikisema kutii, inasema kupenda ingine ngamo. Twende tumalize. Upendo husudu. Ndio. Upendo hautabari, haujavuni. Hautakabari, haujivuni. Na haujivuni. Haukosi kuwa na adabu. Na haukosake kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Nikisikia upendo haitafutake yake. Mie peke yangu mkupe. Maisha ya unyumba, maisha ya jamaa, hamuna vya yangu, biko vyetu. Mashamba zangu ndaziandika kujina yasijue kama shangazi. Wewe mwanaume wewe. Hizo inaitwa Beni. Hizo inaitwa Ashuza. Ishamba. Koma mashamba ziko na beba Ashuza. Na ungali mzima, maana wanapenda kuwa tripote.
Twende tumalize. Hauoni uchungu. Ndio. Hauhesabu mabaya. Na hauhesabu yake mabaya. Lakini banaume hamsikii kama tuko na matatizo. Mbona vya mama vilikuwa vya kidogo tu kutii. Bietu inakuwa literatii. Haukose kwa na adabu. Maana kila mwanaume anaweza heshimia mke wake. Mbona mnisemesha? Anaweza heshimia mke wake. Lakini ni kweli. Kwa akili yako inakuambia uko papa mzima na kichwa, asema uko na kichwa, lakini hata mkitanda yako unaitia kama makahaba, unaraita na bibi yako uko nasikia. Wewe mwanaume unafanana pepo wewe. Alo, bado mara kwetu. Ema, unasahau kama mimi na mwenzako. Ema. Urumiani wayama. Patia jirani yako mwambie, patia mkono mwambie vipimo vilivyo sawa sawa vinampendeza Mungu. Mwambie fanya yako na nenda fanya yangu na tutajenga. Mwambie fanya vinakuangalia na nitafanya vinaniangalia. Na sasa tukifanya sasa tunavichanga tutatukuza Mungu wetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mama anaume mwenye anaheshimia mama, uketu kwa alikuwa na lewea, ulishajiviingita matoto na pantalona ikamata mikono, na ulisha inyamba amo, kisha unamletea fule, uko mkosarau papa. Sasa na nyinyi wa mama vile mnasema sana, kama hawezi kuifula, utiifu wako uko wapi? Vipimo vilivyo sawa sawa vya Biblia. Haleluya! Vipimo. Asifiwe Bwana Yesu. Niko nasema asifiwe Bwana Yesu. Mungu anataka familia zilizo safi. Anataka maisha iliyo safi. Hata Yesu yeye peke akasema hivi, mtu akinitafuta, akinifuata, ajikatale mwenyewe, abebe msalaba wake, kisha nifuate. Marko 8:34. Sikia. Kisha Petro siku moja akamuuliza hivi sasa Yesu, abebe msalaba wake akufuate, ajikatale. Tuache tu baba mama bashiri, tukufuate tu. Kisha mzote tufanye nini? Sikia jibu ya Yesu. Kila aliacha nyumba, shamba, mke, mtoto kwa ajili yangu atapokea mara 100 hapa chini ya jua, na mwisho uzima wa milele. Ekilibrio ya maisha. Yesu hawezi kutumia Mungu anakoruma mtondo nekane kone. Mungu hawezi tutuma tumalizikie mbyake. Lazima kukua ekilibre. Atuambie na sie, nitawakulisha, nitawarupa mara 100 hapa duniani, lakini mwisho tutaingia katika uzima wa milele. Haleluya. Mwisho tutaingia katika uzima wa milele. Bwana Yesu anasema, Mungu akitaka kwa ekilibre maandiko, inafanyika watu waishi kwa amani, waishi kwa starehe, waishi kwa upendo, waishi kwa uvumilivu, waishi kwa utu wema, waishi kwa fadhili, waishi kwa kiasi, waishi kwa upendo, na watu wote wanamtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi, jueni mapaswa yenu. Watoto, jueni mapaswa yenu. Mabwana, jueni mapaswa yenu. Watumishi, jueni mapaswa yenu. Wapapa, mjue mapaswa yenu. Na wamama, mjue mapaswa yenu. Na kanisa lijue mapaswa yake, na Kristo ajue mapaswa yake, na kanisa litajengwa. Na Mungu